Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana ni mwema. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mwana-kondoo ameshinda. Majeshi wanasema majeshi ya Bwana. Haleluya. Amina. Yote ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu, tena ni upendo wa pekee. Inanipendeza tena asubuhi hii kwenye masaa matakatifu wa Sabato kusimama mbele hapa. Wala ambao tuko wote kwa muda siku 3-4. Hebu tuzungumzie salamu yetu. Napenda niwepo pale. Wapi? Kwenye karamu ya wana wa Mungu. Amina. Sasa nataka nyinyi ambao mkuwepo tuzungumze pamoja. Napenda niwepo pale. Wapi? Kwenye karamu ya wana wa Mungu. Amina. Hiyo ndo salamu yangu mimi. Hayo yote mengine ya kuno yananichosha. Ya kwangu kwa sababu mimi napigania taji ya uzima mbinguni. Na ndombana hitaji la moyo wangu sana ni uwepo pale kwenye karamu ya watakatifu wa wana wa Mungu. Amen. Yaani ndio hitaji langu kubwa. Yaani ninapotembea popote pale, hitaji langu ni kufika Yerusalemu na mbinguni. Hiyo ndio hitaji langu kubwa. Na natamani na wewe nikuambukize hiyo hitaji lako pia. Mwenyekiti wangu alisema jitambulishe mwenyewe. Kipengele. Haya, mimi kwa majina naitwa Innocent Nasogile Andole Mwatusambo Kasianjo Mwampeta. Sasa tutachagua mmoja wapo la kushika nilipi yote yangu. Mwingine ukasema utashika la Kasianjo. Sawa. Bwana, mimi na bavu wangu wa kushoto na Eva wangu sema kwa bahati mbaya hapa hayupo kwa sababu tuko likizo na ameenda kusalimia wazazi wake. Kwa hiyo ameshindwa kujumuika na sisi kwenye mkutano huu. Kwa hiyo hizi suti tunazovaa na wako kunakong'aa siviki ni mimi. Yupo. Kwa mzee mkama nimeendea bwana mimi ni mali ya mtu. Kabisa, wala nilisema kwa mimi ni mali ya mtu. Na kama mnavyojua waandani walipita njia ndefu wakorofi. Sasa ala. Sio kwa sababu sikuambia. Mimi kwenye imani ya Adventista Sabato. Yaani Mungu wa Sabato kwanza wa Sabato boresha sifa. Amen. Mmenipa Mungu ambaye natembea na kivuna naye. Wanaonifahamu maisha yangu mimi wanaweza kuwa ni mashahidi katika hiki ninachozungumza. Mungu ambaye kwa Sabato mmekuja kunifundisha na nikamshika, raha yake nimeiona. Amen. Nina mamangu mmoja anatoka Davu, yuko huko. Hapo Mama Gibo. Mama Gibo, Mungu akubariki mama. Amina. Kazi ya Mungu unayofanya usikate tamaa. Amina. Kwa sababu mlinivua kama samaki huko nilikokuwa kunileta kwa Sabato. Na nimemwona Mungu katika Sabato. Amina. Mimi wana nilikuwa Mrutherani. Alafu sasa ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi bwana na karama ya kuimba. Nitakuhubiri kuimba. Naimba. Ila kuimba ni kama ndio yo. Pale kwenye sala ya Sabato pale, rafiki yangu mmoja sasa ni marehemu kutoka mta Kenge. Samno Vau. Toka nyumba ya yo. Sasa kuna hapa ndio batizo. Kipindikia kanisa la Sabato kuna mtumishi Musa Matifu. Wakawa na mahubiri ya mtaa pale Isange. Na wewe tuko kwenye mashindano ya muziki kwa yo. Kanisa limejenga Kibweta upande huo. Sisi tumejenga Kibweta chetu cha mashindano ya Riodepa upande wa kule. Wanakwenda mchungaji wao Magifuna anakuja nakuta Sabato au mtendo basi na mdangani kwenye imani. Niko jukwani natandika nyimbo za yo. Tukoje Maria. Bali mjoko jukaka nifuata. Akaambia kijana njoo. Kama unaweza kuimba, badilisha nia yako muingie Kristo. Amina. Kama unaweza kuimba, badilisha nia yako muingie nani? Kristo. Toka pale nikaona kuimba ingio haina maana. Nikaamua kuwa Kristo. Amina. Nikajitafuta ajikuta na kuimba kumbe nako.
Nikaanza kwenye magongo ya Isaya. Wala chagua mimi kuandika Injili. Yaani huko sasa. Huko ni hapa. Na ni kwa Sabato walikuja kunionyesha Mungu wa kweli. Amen. Ningelibaki juu niko kuwa hata hii kazi ambayo niko nayo, mbona naingia Ikulu kama naingia chumbani kwangu isingefika. Hizi suti zinazozivaa isingevaa. Hii sauti ninayozungumza hapa isingezungumza. Na ndio maana kwenye salamu yangu nasema napenda niwepo pale. Wapi? Kwenye karamu ya wana wa Mungu. Amen. Kwa maana kwa Mungu kuna raha. Kwa Mungu yamani tunaula. Wewe ambaye hujaingia bado huwezi elewa ninachozungumza. Lakini njoo uone neema. Nilibatizwa 2012 nikawa mwadventista msabato. 2014 nikahitimu Keje Secondary School na 15 nikachaguliwa kwenda kujiunga na jeshi la polisi. Kijibetibe ndipo kilipoanza. Licha kijibetibe chenye shida, kuna kijibetibe kimoja nilikutana nacho Afrika Kandete. Kumbuka tulikuwa na wabili hasa. Niko mimi na kakaangu Saidi Tufundi Mitambo weka Kibo. Tukawa tunashuhudia sehemu tunashuhudia. Tukafungua darasa la kujifunza na bibi moja hivi. Tukawa alikuwa kiongozi wa kanisa la Pentecost pale Kandete. Hata darasa nafuatana, kuna darasa mmoja afu nafuata darasa ile bibi. Tuko kwenye darasa tunajifunza, ile mama kapita yule mzee anatuuliza hivi, je, jana kati ya Mungu na elimu kipi cha kwanza? Tukasema sisi Mungu. Akamjia mna. Tumefunga darasa pale, tukaenda darasa linalofuata tukakutana na yule mama. Kumbe ni Paulo mzee. Ndio kwao. Alipokuwa kilichotokea Mungu mwenyewe shahidi. Tulikimbizwa na nyimbo na panga. Kwa sababu gani? Tumesema Mungu kwanza, elimu ya kwanza. Akasema sitaki mamangu mfundishe Mungu wenu. Tulitoka duki na vitabu vyetu mikononi kwa sababu ya kumtangaza Kristo. Hatukuishia hapo. Nimeenda jeshi, nimetiba kile. Nimekuja kazini, nimetiba kile. Lakini kote huko nilijifunza kwamba kwa nini napitia shida zote hizi ni kwa sababu nina Injili ambayo nimeibeba. Kuna watu duniani kule inabidi hiyo Injili iwafikie, na ndio maana ninapitia yote hayo, ila cha msingi nisikate tamaa. Ninapoanguka nikungute vumbi, nisonge mbele, maana mbinguni kuna taji ya uzima. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya laiti ningekuwa mtu akukata tamaa. Leo kasi nilikuwa nani. Nikitaka kwenye kitanda changu nimelala nafikiria ningekuwaga nani. Ningekuwa bodaboda, ningekuwa kibaka, ningekuwa nani, hata sijui. Ila yote nasema asante Mungu kwa huko ulikotoa. Amen. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana uketia mahali pa siri mbinguni. Ni wasaa tena Bwana na vitu zako tunaenda kuumega mkate wa uzima. Nitumie mimi tu na chombo gani sauti na maneno yatoka katika vilindi vya mbingu zako. Tukuombea katika jina la mbinguni. Tulikuwa hapa tangu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano tulikuwa na somo zuri la utangulizi lililokuwa nasema, je, huyo Mungu wako yu? Yawezekana tunaishi katika dunia hii, hatujui tunaishi na tunamtumikia Mungu yupi. Tunasema sisi ni wa Mungu, lakini kumbe kuna miungu vyetu tumevitengeneza katika maisha yetu, ndivyo tunavyoabudu huku tukijisifu na kujinasibu kwamba sisi tuna Mungu. Tulipita hapo tukaona Mungu wa kweli ni yupi na tuenende vipi mbele za huyo Mungu. Ilikuwa siku ya kwanza. Japokuwa tuweza kwa kujua, lakini Mungu alitusaidia tuliangalia katika hivyo vitu. Siku iliyofuata tulikuwa na somo linasema kila utakapopakanyaga mipako. Maana kila mahali nimewapa ninyi. Tulikuwa na somo linalosema kila mahali mtakapopakanyaga nimewapa ni kwenu.
Lakini tunaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, hayampi sifa Mungu, ni kwa sababu tumeasi sheria na amri zake. Na ndio maana ila ahadi ya Mungu kwamba kila tutakapopakanyaga tutabarikiwa, kila tutakachokigusa mibaraka yake itashuka kwetu, tunashindwa kupata kwa sababu tunavunja sheria na amri zake. Haleluya. Hiyo ilikuwa siku ya juzi. Jana tulikuwa na somo lililokuwa nasema hatari ya siku za mwisho. Hatari ya siku za mwisho. Dunia imeisha. Dunia kama ni kusukwa imesukwa mno. Dunia kama ni kutikiswa imetikiswa sana. Magonjwa, vita, maradhi, mataifa kukasirikiana, manabii wa uongo, watu kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Hizo zote ni dalili za kwamba hatari ile ya siku za mwisho imeshafika. Tuelekee nia zetu, haja ya mioyo yetu kuzielekea mbingu, maana huko pekee ndiko iliko salama yetu. Napenda niwepo pale kwenye karamu ya wana wa Mungu. Haleluya. Nataka niulize swali kabla sijatoa somo la leo. Nasemaje? Hivi hapo ulipo, kwa nini leo uko hapo? Hiyo siku ya leo kwako ina umuhimu gani? Siku ya leo kwako ina umuhimu gani? Kuna haja gani sasa ya kuja hapa? Kuna haja gani ya wewe kuacha shughuli zako siku nzima ukapumzika? Kwa nini usifanye shughuli zingine? Leo tutakuwa na somo zuri linalosema Sabato, amri ya Mungu yenye ahadi ya uzima. Sabato, amri ya Mungu yenye ahadi ya uzima. Maana kuna watu pastor, kuambia kitu kimoja, kuna watu tumeacha kujifunza kuhusu Sabato, tumejiwekea haki miliki kwamba sisi tunamiliki Sabato. Yaani hatujui kwa nini iliwekwa. Tutaenda kuangalia kwa nini tunaitunza, kwa nini tunaiweka na tunapata nini. Kwa nini tusingechagua tu tutoro tusisire tusora tutoro hapa iko papa akoyo kapikire baba tuteko baba hapo hivi tukoleni kisukuli alileno. Kuna baraka gani ndani ya Sabato? Msomaji wangu nisomea katika Kumbukumbu la Torati 8 fungu la 11. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8:11. sura ile ya 8:11. fungu la 11. Ndio. Jihadhari. Narudia. Jihadhari. Usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Anasema hivi, jihadharini usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Jihadharini usije ukamsahau Mungu wako kwa kutokuzishika sheria na hukumu zake anazokuamuru leo. Amen. Kwa nini anakuambia mtu wa Mungu siku hizi za mwisho usizisahau sheria zake pia na hukumu zake? Kuna nini kwenye sheria zake? Kuna nini kwenye amri zake? Wanadamu wa leo tumejitengenezea mtindo wa kwamba katika zile sheria za Mungu, katika zile amri 10 za Mungu ambazo tulijifunza juzi, ya kwamba mimi nitachagua moja hapo itakao nipendeza, hiyo nitakayoishika, zingine achana nazo. Na ndio maana dunia inakumbwa na vitu vya ajabu
Sijapata kusikia. Ndio kwa sababu ya kuacha sheria na amri za Mungu. Nalalamika magonjwa, niacha sheria. Nalalamika vita, njaa, ni kwa sababu ya kuacha sheria.